Ni matumaini yangu ya kwamba mko salama katika upendo wa Mungu. Mimi si jambo pia nawakaribisha tena ili ya kwamba tuweze kuendelea kujifunza moyo wa Mungu kupitia neno la Biblia. Kwa kweli kupitia hadithi za Biblia tunaendelea kujifunza moyo wa Mungu, na zaidi sana tunajifunza kuhusu ukombozi ambao tuliupata kupitia kazi ambayo Mungu aliifanya. Maana kuna ukombozi wa mwanadamu na kuna ukombozi pia wa Mungu, na kupitia maandiko ya Biblia tunaona jinsi gani Mungu alitayarisha wokovu wa mwanadamu. Na kwa sasa naomba ya kwamba tujifunze kuhusu kuzungumza na Mungu ama kupatana kwa na ushirika na Mungu. Ni mahali gani ambapo mwanadamu anaweza kukutana na Mungu? Jamani, hata wewe ambaye ni mwanadamu unapokuwa na appointment ama unapopanga kupatana na mwanadamu mwenzio ama na mtu mwingine, kuna mahali fulani ambapo unatamani ya kwamba tuweze tukaonana. Yaweza kuwa kwa ofisi, tukutane kwa ofisi, yawezekana tuende kwa hoteli ili ya kwamba tukawe na nafasi na wewe. Vivyo hivyo pia Mungu hapatani na mwanadamu kila mahali. Sio kila mahali ambapo unaweza ukazungumza ama kuwa na mkutano na Mungu. Na sasa naomba ya kwamba tufuatilie somo hili kuweza kujua ni wapi ambapo mwanadamu Mungu anaweza kupatana na mwanadamu. Ni wapi ambapo Mungu anaweza kawa na ushirika na mwanadamu. Kama vile mnavyojua, Mungu ndiye aliyewaokoa wana wa Israeli kutoka utumwani. Lakini sasa naomba tusome mstari mmoja tu katika kitabu hiki cha Kutoka, Exodus chapter 25 and verse 8. Tusome mstari mmoja tu katika kitabu cha Kutoka mlango wa 25 na mstari wa 8. Neno la Mungu linasema hivi: nao na wanifanyie patakatifu ili nipate kukaa kati yao. Narudia tena, and let them make me a sanctuary that I may dwell among them. Jamani, Mungu anawaambia ya kwamba wanifanyie patakatifu ili ya kwamba niweze kukaa katikati yao. Kama vile tunavyojua, yes, Mungu ndiye aliyewaokoa wana wa Israeli na Mungu alitaka kuwaokoa, lakini pia Mungu ni mtakatifu. Na sasa huyu Mungu aliye mtakatifu na hawa wana wa Israeli sio watakatifu, ni wenye dhambi. Na kama vile mnavyojua ya kwamba Mungu haweza kazungumuza ama Mungu haweza kasikia maombi ya mwenye dhambi. Mungu asikie maombi ya mwenye dhambi. Isaya 59 mstari wa kwanza na wa pili. Tazama, mkono wa Bwana haukupunguka hata usiweze kuokoa, wala sikio lake si nzito hata lisiweze kuokoa. Lakini maovu yenu yamewafarikisha ninyi na Mungu wenu, na dhambi zenu zimeuficha uso wake msione. Hata hataki kusikia. Jamani, namaliza kusema kuwa hata hataki kusikia. Kwa hivyo Mungu hataki kusikia maombi ya mwenye dhambi. Aposoma katika Injili kama ilivyoandikwa na Yohana Mtakatifu 9 na mstari wa 31, twajua ya kuwa Mungu hawasikii wenye dhambi, bali mtu akiwa ni mcha Mungu na kuyafanya mapenzi yake humsikia huyo. Jamani, Mungu hasikii maombi ya mwenye dhambi. Na sasa hawa wana wa Israeli ambao Mungu amewaokoa kutoka Misri sio wakamilifu ama sio watakatifu kama alivyo Mungu. Maana neno nasema sasa Mungu ijapokuwa sio watakatifu, Mungu anataka kuwaongoza. Mungu alitaka kuwaongoza. Na sasa ili ya kwamba Mungu awaongoze, akatamani ya kwamba akae miongoni mwao. Lakini sasa atakaaje miongoni mwao na ni watu ambao ni wachafu? Na ndiposa tunaona hapa katika kitabu cha Kutoka, Mungu anamwamuru Musa ya kwamba wanitengenezee mahali, wanifanyie mahali patakatifu ili ya kwamba niweze kukaa pamoja na wao, niweze kukaa miongoni mwao, ili ya kwamba tuwe na ushirika, tuongee, tuzungumze pamoja na tunene pamoja.
So hilo ndilo somo ambalo naomba ya kwamba tutaendelea kujifunza, na ndiposa tunapoona katika kitabu cha Kutoka hii ambayo tumesoma mlango wa 25 na mstari wa 8, Mungu anaamuru ya kwamba wamfanyie mahali patakatifu, na ndiposa ndio inaitwa the tabernacle, the ark, the tabernacle. Na tutajifunza kuhusu hii hema takatifu ambayo wana wa Israeli walimjengea Mungu, walijenga ili ya kwamba Mungu aweze kukaa hapo. So hema takatifu ama this tabernacle ni nini? Tutajifunza kuhusu maana ya kiroho ya hii inayoitwa hema takatifu ambayo Musa walijenga jangwani. Ni nyumba ya Mungu. So ni katika hema takatifu tu ndipo Mungu anapatikana, na tunapojua ya kwamba Mungu anapatikana katika hema takatifu, hutamtafuta mahali pengine. Yes, ni vizuri kumtafuta Mungu, lakini sasa unamtafutia wapi? Jua ya kwamba Mungu hayuko kila mahali. Mungu tunajua kuwa Mungu yuko kila mahali, lakini sasa anaweza kukutana na mwanadamu wapi? Mwanadamu ni wapi ambapo unaweza ukawa na mazungumzo ama na ushirika na Mungu? Ni peke yake katika hema takatifu. Ni katika hema takatifu ndipo Mungu anaweza kukutana na mwanadamu. Maana katika hema takatifu kuna mahali patakatifu, na mahali hapo patakatifu pana kitu kinachoitwa sanduku la agano, na sanduku hilo la agano lina mfuniko ambao unaitwa kiti cha rehema. So Mungu anakaa kwenye kiti cha rehema. Akiwa amekaa kwenye kiti cha rehema, sasa anaweza akaongea na mwanadamu. Ni katika hema takatifu ndipo tunapata kiti cha rehema. Mahali pengine hutapata kiti cha rehema. So Mungu akiwa kwenye kiti cha rehema anaweza akawa na ushirika na mwanadamu, anaweza akaongea na mwanadamu, anaweza akasikia maombi ya mwanadamu. Lakini bila kukaa kwenye kiti cha rehema, mwanadamu ni maangamizi tu utapata kutokana kutoka mkono wa Mungu. Kwa hivyo naomba ya kwamba ufuatilie somo hili, na najua ya kwamba itakuwa ya faida sana. Utaweza kugundua siri ya msamaha wa dhambi na kuzaliwa mara ya pili, ama siri ya msamaha wa dhambi na kupata wokovu ama ushirika na Mungu. Bila hiyo tutakuwa na wokovu ambao ni wokovu bandia. Kwa kweli, japokuwa tunasema tumeokoka, lakini tunashindwa kujua wokovu wa Mungu, maana kuna wokovu wa mwanadamu na wokovu wa Mungu. Na ili ya kwamba tuweze kujifunza kuhusu wokovu wa Mungu, tunasoma somo hili ambalo linaitwa hema takatifu. Ni somo ambalo ni ndefu, kwa kweli ni ndefu, lakini najua ya kwamba kwa msaada wa Mungu tutaenda polepole, hatua kwa hatua, na najua ya kwamba itakuwa ya faida sana. Basi kwa leo nitaongea hadi hapo ya kwamba hema takatifu ni nyumba ya Mungu, ama ni mahali ambapo mwanadamu anaweza kupatana na Mungu. Ni mahali ambapo Mungu anaweza akawa na moyo wa kuongea na mwanadamu, kwa sababu amekaa kwenye kiti cha rehema ambacho tunakipata katika hema takatifu. Ni somo kubwa, na nitaongea kipengele baada ya kipengele, na najua ya kwamba itakuwa ya baraka. Basi Mungu awabariki. Usikose kujisajili, usikose kusubscribe ili ya kwamba uweze kufuatilia masomo yetu ya kibiblia, na naamini ya kwamba itakuwa ya msaada sana katika maisha yako ya kiroho. Basi Mungu awabariki. Ni wenu mtumishi mdogo Nesto. Usikose pia kusambaza ujumbe huu kwa wengine ili ya kwamba pia uweze kuwa faida na baraka kwa watu wengine. Mungu awabariki.